السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 أنواع من النساء سيسقطون من الصراط. Aina 3 za wanawake watakaodondoka ndani ya moto wa Jahannam kupitia katika sirat. Ihdhari an takuna minhunna, tahadhari sana usiwe miongoni mwao. Alula, mwanamke wa kwanza ni huyu anaitwa kufurani al-ashir. Kufurani al-ashir ni mwanamke ambaye kwamba hana fadhila, ni mwanamke asiyekuwa na shukurani kwa jema lolote analofanyiwa, lolote analolipata hana shukurani kabisa. Na hata ikitokea ndo mke wa mtu, basi hata zawadi akiletewa na mume wake, iwe ni kubwa au dogo, kwake hamna shukurani kabisa. Na hata ikitokea wamekosana, basi atakuja kuitangazia dunia toka aanze kuishi na mwanaume yule hajawahi ona jema wala khairi yoyote kutoka kwake. Huyu ndo anaitwa kufurani al-ashir, mwanamke asiyokuwa na shukrani kwa aina yoyote ya wema anaofanyiwa. Na ndo pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa baada ya kutoka Isra wal Mi'raj, alipoelezea masahaba zake kwamba raaitu fi an-nar, nimeona ndani ya moto wa Jahannam, ahluha an-nisa'i yakfurna, ameona wanawake wengi yakfurna. Masahaba wakajiuliza hili neno yakfurna bimaana wanamkufuru Mwenyezi Mungu ama maana yake ni nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajaribu kuexplainia, akamwambia la, haina maana wanamkufuru Mwenyezi Mungu, bali yakfurna bimaana yakfurna al-ihsan, wanapinga wema wanaofanyiwa. Wakifanyiwa mambo mazuri mbele ya jamii wanatangaza kinyume chake, hawana ile fadhila, hawana shukrani. Hawa ndo wanawake ambao kwamba moto wa Jahannam inawasubiri kwa wengi, inawasubiri wengi wao kuingia katika moto wa Jahannam, na wengi wao watashindwa kupita katika sirat. Ukhti, ihdhari an takuna minhunna, tahadhari sana usiwe miongoni mwa watakaoingia katika moto wa Jahannam, usiwe miongoni mwa kundi la hawa wanawake wasiokuwa na fadhila. Mwanamke wa pili ni huyu anaitwa as-safura. Safura ni mwanamke aina gani? Safura ni mwanamke asiyejali, ni mwanamke ambaye kwamba hajali utu wake wala heshima yake, hajali mwili wake, ni mwanamke anayejiachia ovyo mbele ya jamii, ni mwanamke anayetembea bila stara, ni mwanamke asiyejali mavazi anayovaa inamtoa uchi wake wazi au inamtoa shepu mbele ya jamii, yeye hajali, bali furaha yake ni kutembea mbele ya wanaume na kujiachia, pamoja na kupata furaha wanapomtazama na kumsifia wanaume. Huyu ndo mwanamke anaitwa as-safur. Na hili jambo Mtume Muhammad amelikemea. Ina maana mwanamke unapokuwa ushabale, unatakiwa ujue stara ni nini, uweze kujistiri. Moja kati ya masiku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekaa na mkewe Aisha, ghafla wakajiwa na mgeni ambaye ni Asma. Asma ni ukhti yake Aisha ambaye ni shemeji yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipoingia ndani ya nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahati mbaya alikuwa amevaa mavazi yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni mavazi ambayo kwamba hayako kisheria, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumkemea, ila alimwambia ya Asma, innal mar'at idha balaghat al-mahid lam yaslah an yura minha siwa hadha wa hadha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia ya Asma, ewe Asma, mwanamke anapofikia umri wa kubaleghe, umri wa kuvunja ungo ama umri wa kujitambua, sasa haruhusiwi kutazamwa, kuonekaniwa na mwanaume yoyote mwili wake isipokuwa kiungo hiki na hiki. Bi Aisha akaelezea katika hadithi, akasema Mtume Muhammad akataja, alikuwa ameashiria kwamba viganja vya mikono na uso wa mkono na uso wake, bimaana mwanamke haruhusiwi kuonekaniwa mwili wako isipokuwa viganja vya mikono na uso wako, wala shepu ya mwili wako haifai kuonekaniwa mbele ya wanaume, kwa sababu utawafitini. Na hii ni funzo ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewafunza wanawake ili waweze kuepukana na moto wa Jahannam. Ili usiwe miongoni mwa wanawake as-safura, basi jitahidi kuwa katika mavazi yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdhari
an takuna minhunna, tahadhari sana usiwe miongoni mwa hawa wanawake wa aina tatu watakaoingia katika moto wa Jahannam. Mwanamke wa aina ya tatu ni huyu anaitwa an-namama, ni mwanamke mfitinishaji, ni mwanamke anayechukua maneno ya huku na kupeleka kule na ya kule anayaleta huku, ili mradi watu wasionane wazuri, watu wasipendane, chuki izidi baina yao. Ni mwanamke anayefitini pamoja na kusengenya, na moja katika adhabu kubwa wanaoipata watu katika aishul barzakh, maisha ya kaburini, ni mtu kutojistiri na baul, mikojo. Huyo ni mtu ambaye kwamba anaadhibiwa sana katika kaburi. Na mtu wa pili anayekula adhabu zaidi ndani ya kaburi ni an-namam, mtu mwenye kufitini, kuchukua maneno ya huku na kule. Vile vile kusengenya ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analichukia na amelikemea zaidi ndani ya Qur'an, pale aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema musisengenyani nyinyi kwa nyinyi. Hivi yupo mmoja kati yenu nyinyi anayependa kula nyama ya ndugu yake aliyekufa, ndugu yake maiti? Bila shaka ni jambo linalowachukiza kula nyama ya ndugu yako aliyofariki. Basi vile vile kumsengenya ndugu yako, kufitini maneno ya hapa na kule, ni sawa sawa na kula nyama ya ndugu yako aliyofariki. Na vile vile bado moto inakusubiri yaumul qiyama, na utashindwa kupita katika sirata almustaqim. Ihdari an takuna minhunna, tahadhari sana wewe kama dada yangu, wewe kama ukhti yangu, wewe kama mwanamke wa Kiislamu, wewe kama mama wa Kiislamu, tahadhari sana kuwa moja katika hayo makundi matatu, ili uweze kunusurika na moto wa Jahannam. Basi jiepushe sana na hizi tabia tatu tulizozitaja. Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze dada zetu, mama zetu na wanawake kwa ujumla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi amanillah. صلوا على من قال ربي أمتي حبا لأمته وكان رحيما. يا أمة المختار يا أحبابه، صلوا عليه وسلموا تسليما.